Filipin TV, the home of artistic. Haya, nimeshia huko. Mama, shikamoo. Jambo za asubuhi. Sana mgeni wangu mkadi. Uko vizuri? Niko vizuri. Ninaitwa Robin Mayunga. Robin Mayunga. Nyamwezi. Mtani wangu. Mmoja kutafuta mke. Anakuja kutafuta mke? Kwa nini? Sasa, mradi huu. Kwa kuwa na mwanamume wa mke, nikwambie mke huyu anateremka. Nani mimi? Amina babu yako sasa. Na unataka hana mume kumbe ufi yako na mume. Unaenda kutafuta mke choma, mimi naona hiyo. Unaenda kutafuta mke choma wewe. Wewe unataka kupata mke choma? Unapata? Mtu wa Nyamwezi wa Mluguru. Amtuna mtani wake ndugu. Nini Nyamwezi wa Mluguru? Habari za mwaka mpya kwanza. Namshukuru Mungu. Umetuletea zawadi gani? Mimi hapa ni zawadi pia. Wewe mwenyewe ni zawadi. Kwa mujibu wa Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia tovuti kuu ya serikali, sekta ya utalii nchini Tanzania ni moja ya sekta muhimu inayotoa mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi. Tanzania imebarikiwa kuwa na vivutio vingi vya asili kama vile mandhari za kuvutia, maeneo ya kihistoria na ya kiekolojia, hifadhi za wanyamapori wengi na mbinu mbalimbali, fukwe zilizochafuliwa na wingi wa tamaduni za makabila zaidi ya 120. Kijana huyo usimwambie chochote zaidi ya neno la Mungu tu, ambaye mtuma mwanae kuja kulileta kwenye dunia yako. Mwanae akalifikisha akamaliza kila kitu, lakini watu wakalikataa, ambaye alisema Injili msifanye siri, itembee, msifiche ionekane zaidi, msinyongee. Injili itembee. Rudia hapo. Nirudie hapo. Mjini, vijana walikuwa mjini, msiwape neno lolote zaidi kuwapa neno la Mungu, ambaye Mungu alimtuma mwanae. Alipomtuma mwanae akaja akafikisha, akaileta Injili, akasema tusifanye siri, tuifanye dhahiri. Na ukifika mjini, mtangaze hilo neno. Taarifa inaendelea kusema nyanda ya juu kusini na nyanda ya kaskazini zina safu nyingi za milima ya kuvutia, hasa milima yenye urefu kati ya mita 500 mpaka mita 1000 katika maeneo yaliyoizunguka. Mlima Kilimanjaro ni mlima wenye urefu wa mita 5895 na mlima Meru ni mlima wenye urefu wa mita 4500. Milima hiyo inayopatikana kaskazini mashariki mwa Tanzania ni milima iliyotokana na milipuko ya volkano miaka mingi iliyopita. Mtazamaji, lakini pia kuna safu ya milima ya Uluguru, ni mojawapo ya msururu wa milima ndani ya Afrika Mashariki inayounda safu ya milima ya Tao. Milima hii ipo mkoani Morogoro katika manispaa ya Mlimani, Morogoro mjini, kama anavyothibitisha mzee Isa Kipenge, ambaye yeye ni mwenyeji na mzaliwa katika safu ya milima hiyo ya Uluguru. Wa mtaa wa Choma. Ni mzaliwa hapa na nimekulia hapa na ninaishi hapa. Ni mwenyeji tuseme. Kata inaitwa kata ya Mlimani, lakini ndio kata ambayo imebeba mkoa mzima kwa sababu ofisi ya mkuu wa mkoa iko hapa. Na kata hii Mjerumani alipokuja ndio nyumba yake ya kwanza kabisa kajenga hapa kwenye kata hii, ilikuwa inaitwa namba 1. Kwa hiyo na hata ukiangalia kabla ya kuwa na mji, manake mtu wa kwanza kabisa aliishi hapa Mbete, panaitwa Dagojambwa. Yaani manake pango la mbwa, ndio alipokuwa anaishi mtu wa kwanza kabisa. Alitoroka huko kwao, alikuja kujificha huko. Kwa hiyo huyo ndio alofanya mpaka watu wanakuja kumfuata yeye, na mpaka watu wakaja wanajenga mjini. Mtu wa kwanza kabisa kukaa mjini alikuwa ni Kingo, na ndio maana kuna mtaa fulani pale unaitwa mtaa wa Kingo. Kingo huyo alikuwa muindaji, ndio alitoka huko kaja kukaa pale mjini. Lakini hasa wenyewe asili yetu milimani, na ndio kulikoanza mji, na ndio maana hata Mjerumani alipokuja ameona kwamba huku ndio kuna watu, na ndio akaanza kujenga huku. Kajenga nyumba ya bati kempu,
kaenda akajenga morning site 1911, lakini kwa sababu kulikuwa na watu, alafu akajenga na kanisa la kwanza kabisa liko na morning site hapo. Kulingana na sensa ya Tanzania ya mwaka 2012 inaonyesha kuwa 77% ya Watanzania wapo chini ya miaka 35 na 19% wapo kati ya miaka 15 hadi 24. Kiwango cha ukosefu wa ajira kwa umri kati ya miaka 15 hadi 24 ni 13.4. Takwimu hizo zinaendelea kusema kwamba ukosefu wa ajira kwa vijana wa kike ni 12.3 ikilinganishwa na vijana wa kiume ambao wao ni 8.2. Kumwambia mimi ni bora arudi nyumbani, ashike jembe, alime, kila kitu kitakuwa safi katika maisha yake. Lakini mjini kuna vishawishi vingi, anaweza kaingia tamaa nyingine hata asioitegemea. Nafasi ya ajira kwa kundi la vijana wenye umri kati ya miaka 15 hadi 24 imekuwa ndogo sana ikilinganishwa na makundi mengine ambao wao ni 13.7 pekee, hali inayosukumia vijana wengi kujenga dhana yenye tafakuri kubwa kuwa mjini ndio kuna fursa ya maisha pekee. Hamisi Omari, yeye ni mzawa wa hapa katika safu hii ya milima ya Uluguru. Yeye anatueleza ni kwa namna gani vijana wanajiinua kiuchumi pamoja na uwepo wa vivutio katika mazingira hayo. Kama ni kijana tunajihusisha na shughuli za kilimo cha matunda yanaitwa strawberry. Kilimo migomba, tunapanda migomba kama unavyoona hivi. Yule kutokana na yeye na mtazamo wake mwenyewe, kwa sababu kama ni mzaliwa wa hapa, kuna vitu vingi unaviona hapa, ila kwa yeye anaona labda hapa atachelewa, kwa hiyo anaona mjini anaweza akawa, ndio maana anaamua kwenda mjini. Una kipi cha kumwambia, kwa mfano mpata nafasi ya kukutana na mkuu wa mkoa? Tuanze, una kipi cha kumwambia mkuu wa mkoa? Nitakachomwambia mkuu wa mkoa, cha kwanza atuangalie huku tunavyoishi, watufanyie wepesi wa zile huduma kama umeme, watuletee umeme, watutengenezee njia ili hizo huduma ziweze kutusaidia. Wewe ni kijana, unadhani ni njia zipi sahihi kijana anaweza kutumia kujikwamua maisha, hasa kwa maeneo ya huku? Mimi kama kijana, njia ambazo kwa huku kwetu, kama unakaa huku, kama unataka ujisogeze kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, unatakiwa unajishughulisha kama shughuli za kilimo, ambacho kilimo cha kisasa ni cha matunda, strawberry. Kama utaona kulima uwezi, unaweza ukachukua pikipiki ukafanya kazi ya bodaboda kwa huku kwetu, itakusogeza kutoka hapo kwenda hatua nyingine. Mtazamaji, nikukaribisha katika makala haya yanayoangazia zaidi maisha ya asili katika safu ya milima ya Uluguru, jinsi hii inavyoweza kuwa chachu ya kumwinua kijana kiuchumi. Kwa niaba ya wote, mimi ni Robin Mayunga. Manne Masinde. Huku kuna kipi kizuri ambacho kinaweza kuvutia kwa vijana? Huku kitu ambacho kinachoweza kuvutia kwa vijana, tuna fursa nyingi. Kwa mfano tuna chanzo cha utalii, waterfalls, lakini nafikiri kile ni chanzo ambacho vijana kwa sasa hivi ndio kinachowasaidia kujipatia kipato, kwamba wanatumiwa kwa ajili ya kupeleka watalii wa nje na ndani, wanawapeleka. Sasa namna ya kuweza kufanya, nafikiri kwamba ili kuweza kuboresha, nafikiri uongozi sasa ambao uko madarakani kuweza kutengeneza mazingira zaidi, yani kuweza kupaboresha ili watalii waweze kuja zaidi, ili vijana waweze kujipatia riziki, kwa sababu hali ya kimaisha sasa hivi sehemu nyingi imekuwa kidogo ngumu, iwe mjini, iwe kijijini, iwe nje ya mji, iwe wapi. Sasa kukitokea kajifursa kidogo, sasa nafikiri kwamba inakuwa ni wakati sahihi sasa viongozi wetu wa kata kuweza kukaa chini na kuweza kubuni
Mojabin TV, the home of artistic.